si wakati huo muda pekee ambao mwanadamu anao wa kufanya maamuzi ya maisha yake, ni wakati ambao anapumua. Inasema baada ya kifo ni hukumu. Waebrania anasema hivyo, kitabu cha kwenye Biblia. Waebrania anasema baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo usifikiri kwamba nitaokoka nikishaondoka duniani. Haipo hivyo, haiendi hivyo. Lakini tuna Yesu ambaye ameshatangaza ushindi kwenye maisha yetu. Amina. Namba moja, Yesu alipokufa msalabani, na tunapomwamini anatupa ushindi juu ya dhambi na uovu. Namba mbili, tunapomwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu, anatupa ushindi juu ya shetani na malaika zake zote na nguvu zote za giza. Na watatu, tunapomwamini Yesu anatupa ushindi juu ya laana zote. Amen. Kitabu cha Wagalatia 3:13 anasema hivyo. Lakini namba nne, tunapomwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu, anatupa ushindi juu ya mauti na kuzimu. Amen. Tunapomwamini Yesu, mauti haina mamlaka juu yangu wala juu yako tena unapomwamini. Amen. Tunapomkubali Yesu, mauti na kuzimu hazina mamlaka juu yangu. Leo hawezi akamka mtu yoyote akaniambia kijana, kesho unaondoka duniani. Hayupo. Amen. Kwa nini? Kwa sababu nina uhakika na ushindi wa msalaba. Yesu alisema uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Amen. Kwa uhai wangu umefichwa na Kristo. Siku nitakayoondoka ni siku ambayo nimemaliza kazi yangu hapa duniani. Ni siku ambayo assignment yangu, kazi yangu hapa duniani imeisha. Kwa siku ambayo nitaondoka. Hayupo mtu atakayeamka asubuhi akaniambia kijana, kesho utaona wiki hii au malizi. Hayupo mtu namna hiyo. Amen. Kwa sababu